party wa mama Jankokisi. Bwana mimi sijali wala nini, siji tabia za kike, siji tabia za kiume, mimi ninachotaka umbea tu. Bwana hebu nipe. Ya uongo. Kakujuaje sasa? Naye amejuaje kama mimi wetu tunafanya? Yaani hivyo unavyojisi wewe. Na mimi najisi hivyo hivyo. I say. Akuja. Asa mmoja wapo akukubali, akamfanyia mambo ya Kiswahili. Ndo kumbe. Kwa hiyo kumbe ulishahama. Wakati tunaendelea kuingoja episodi ya 25 na 26 ya Mshikaji Wangu, yako mambo mazuri hapa nataka kukudokeza. Hivyo shabiki, tulia hapo hapo, kuna jambo la muhimu sana nataka nikuelekeze. Lakini kabla hatujaendelea sasa, nikukumbushe tu, ndo kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi ama unajiunga na familia hii kubwa ya Bongo Jambo Online, basi bonyeza sasa na subscribe, neno lililopo pembeni hapo chini ya video hii, na kisha hiyo alama ya kengele itakayojitokeza, ili ujihakikishie kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata kila notification ya episodi mpya ya Mshikaji Wangu punde tu mzigo huu unapodondoka hapa ndani. Yes. Sasa yako mambo ambayo ningependa kukushirikisha leo, lakini kubwa hasa ni best thini zote ambazo zimefanya vizuri na zile ambazo zinakuja kufanya vizuri katika episodi inayokuja. Na tunaanza na ile ambayo tulimuona bidada wa kutoa Sheila alivyofeli kabisa kuweza kupoa magitoni kwake peke yake, yaani usingizi ulimpaa kabisa. Hiyo ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha kwamba kiuhalisia Sheila amekwisha kufall in love mazima, yaani wazungu wanasema ile deeply amefall in love. Na kitu pekee ambacho kimebaki kwa Kidi ni yeye tu Kidi kuweza kujiongeza kwamba tayari bidada amekufa, ameoza. Hivyo kitu pekee ambacho sisi kama mashabiki tunatamani kukiona ni kwamba Kidi kwa mara ya kwanza aweze kutunda mbalo tayari limekwisha kuiva mtini, linamsubiri tu mchumaji. And of course binafsi ninatamani kabisa kumuona Kidi pamoja na Sheila wakiwa ni wapenzi. Ninaamini kabisa kwamba penzi lao litakuwa shata shata, japo bado kuna gagaziko moja. Kama tunavyomuona Kidi yupo na mshangazi ambaye anampelekea moto kinyama, yani ana wivu balaa. Licha kwamba mshangazi huyu aliwahi kuwa mshangazi wa rafiki yake, lakini si unajua tena siku zote mbuzi mwenye kamba ndefu ndiye anayekula nyasi nzuri na anazozitaka. Kutokana na kwamba mshangazi ana uwezo, haikuwa ngumu kwake kuweza kumpata Kidi. Na sasa Kidi yupo chini ya utawala wa mshangazi. Licha ya kwamba tayari mshikaji wake wa karibu ambaye ni Sheila anaonesha ukaribu wa dhati kabisa, lakini Kidi ni kama vile hajataka kustuka na kuamini kwamba huyu bidada anampenda, tena anampenda ile yake yote. Na kuna jambo ambalo Dboss Manuva ameweza kulitusanulia hapa. Amemsukia bidada kuitwa Sheila, akamuuliza, hivi siku hizi rafiki yangu jirani walala wapi wewe? Kwa sababu ni mara kadhaa unaamka asubuhi ndio unaingia kwako, badala uamke asubuhi utoke kwako. Ni kama vile Dboss wa Manuva amestukia jambo hapa, lakini ukweli ni kwamba alichomjibisha bidada kuitwa Sheila ndio uhalisia. Mwanaume anaingiliaje mambo yasiyomhusu? Tabia za umbea kwa mtoto wa kiume wala hata susuna. Hivyo amemchanua na akawa amemchana makavu live bila kuchengesha. Lakini ukweli ni kwamba tayari kama tunavyojua Dboss mtu wa kujiongeza, mkwisho kujiongeza kwamba tayari Kidi kuna namna anajimilikisha jimbo hapa, jambo ambalo ndio linakuelekea mpaka sasa hivi.
itakuwa nongwa tu na itakuwa mbaya pale ambapo Sheila atakuja kugundua kwamba tayari Kidi ana mahusiano na mshangazi. Wakati huo yeye anataka kumkabidhi himaya ya moyo wake. Unahisi itakuwaje ama una nini cha kushauri hapa? Hebu dondosha komenti yako hapo katika comment section ya kwamba je, Kidi aungane na Sheila ama abaki kuendelea kuwa na mshangazi. Tuandikie maoni yako katika comment section, lakini pia tisha zaidi kwa kuandikia kwamba unaifuatilia mshikaji wangu ukitokea nchi gani. Basi na kusahau kusubscribe pamoja na kulike video hii hapa hivi.